Hi, our amazing viewers. Welcome to the Clean Kenya Entertainment YouTube channel, your number one most favorite YouTube channel. I hope you're doing great. You're having an amazing week or weekend. It'll depend on watch video lini. So, from the intro, I hope you've already grasped what we are going to talk about today. This is a battle between musicians and the church, or a pastor specifically. Ina depend na angle ambayo unachukulia his story from. So recently there has been a video trending about a testimony given assumingly from the New Life Church. Kevin Bahati ndio anakaa wapi? Ruiru kama Kisi. Ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Mwimbaji ya wapi? Ruiru, anaishi Ruiru kama Kisi. Ni mwimbaji? Anaitwa Bahati. Ameajiri watu wangapi? Ni wengi. Watu wengi? Ndio. In this life you can just wake up, uko tu shughuli zako, hata wewe unasikia story yako yenye hata wewe hujaisikia. Mkubwa wenu kwa hii kazi ni nani? Anaitwa Kevin Bahati. Ni mwimbaji. Mimi sijaimwona. Hicho kikundi kinaoa watu? Ndio. At first vile nimemuona nimeshangaa, huyu mtu nishaimsikia wapi? Imekuja to my attention, he woke up one of the mornings akasema ametumwa kwa abduct watoto wangu. Kwa majina anaitwa Finley Nyakundi. Where do you come from? Kisi Sumeka. Tukatana na huyo bosi, ni madam fulani hivi. Alikuwa na Benz. Niambia kazi yangu, mimi nachukuanga watoto wadogo hivi. Age aliniambia kuanzia 3 to 10 years. Niambia sasa ni familia. Majesty ndio mwingine Heaven. Akaanza kutuelekeza kwa tunaenda. Tutapata kutoka shule, gari ya shule. Tumeingoja. Kama mpangana na vijana. Hiyo gari ikifika hiyo kona, before ingie barabara ya kwenda juu, wataijaka. Ingie ndani. Wawili wabaki na dereva na huyo madam wa shule. Sijui ni madam alisema. Nikaa najua ni madam analetanga watoto. Tena achukue watoto. Si tuenda na watoto, tena wawili wataenda kupambana na hiyo gari wajue venye tu. Assumingly again, this church is led by Pastor Ezekiel. That is what we know. But the video assumingly is being claimed to have come from that church. Now that member was giving a description of what happened between him and Bahati. Na alikuwa anasema ati yeye anafanya biashara na Bahati ya human trafficking or human organ harvesting. Na alikuwa anasema wasichana wachukuliwa kutoka Nakuru, Eldoret and different counties. Alafu wanarudi wanafanya organ harvesting. Kisha leo inaenda mpiwa in Yala River. And most of us know what Yala River is associated with. Remember the recent cases of bodies being found there. That was actually a very huge claim. So from there, the next video you see in our intro is about Pastor Ezekiel giving an apology to Bahati. Jana tu Pastor Ezekiel naye alikuja into the public na atapeana apology yake kwa Bahati. Bahati, on behalf of New Life, na kuomba msamaha, ijapokuwa sio mimi niliyefanya hivyo, wala sio branch ya New Life ilifanya hivyo, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu. Singetamani New Life ikukosea jambo lolote. Please, kama ilichukuliwa vibaya ni New Life, forgive New Life. And thank you so much. Sababu kukosea mtu na unyamazi si kitu kizuri, si ndio? Huwa nafanyanga kazi ya Mungu hivyo. Sababu kuna kesho. Huyo unayeona umemshinda, kesho utamuhitaji. Lakini nashauri independent churches ambao tulikuwa nao na wakawa huru, wabadilishe majina, waweke majina yao ili jambo linapotokea lisije likachafua huko. Sababu next time nitarespond, nitasema no, hiyo sio hapa. Mkibadilisha jina inasaidia.
inasaidia mtu kujua wewe ndio umefanya hii, iwe kitu kizuri, iwe kitu kibaya, si ndio? Ama hapo nimeongea vibaya? Iwe kitu kizuri, mtu anajua ulifanya kitu kizuri, iwe kitu kibaya, mtu anajua lakini la sivyo taingiza washirika wa New Life kwa sifa ambao si yao na pia uchafu ambao si wao. Tushapitia machafu mengi sana, hatustahili tena kupitia tena. Kwa hivyo ninaheshimu independent churches ambao walikuwa hapa na nimewapa ruhusa kuwa huru, ninawaheshimu. Lakini niliwapa uhuru na wote wanajua. Ningeomba tuwabadilishe majina ya kanisa. Najua wengine wameregister, wabadilishe majina ya kanisa for the easy identification. Mtu akiwa kuna jambo na wewe anatambua kwa haraka sana kwamba sio Pastor Ezekiel. Mbona akiani apology yake kwa Bahati? Right after Bahati aliwatch your video ya defamation, he came to public, to social media, akasema kuwa atasue New Life Church for the huge claims of him being associated with body dumping and human trafficking and rituals. Kwa hivyo yeye akasema atashtaki ile kanisa, lakini akasema pia anaheshimu kanisa, anaheshimu the altar na anaheshimu the pastor. Yeye hana shida na, lakini for the claims that have already made a negative impact to his family, yeye lazima atafile for the case. Na ndio maana pia jana tu Pastor Ezekiel akakuja in the public akamwita my son na aka apologize kwake. Bahati on behalf of New Life na kuomba msamaha, ijapokuwa sio mimi niliyefanya hivyo wala sio branch ya New Life ilifanya hivyo, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu, singetamani New Life ikukosea jambo lolote. In a very heartfelt apology akasema kwamba pia kanisa lake halikuwa associated with those claims. Sio kanisa lake ambalo lilikuwa linafanya that testimony, and neither was any of his branches. Kwa hivyo clearly this is a different church that to him he says that this is a different church that was associated with the testimony. I don't know your take from this. Is it that the church should be more clear? You come forward, just like Pastor Ezekiel said, you come forward with the name of your church and the location of your church before you release anything into the media? Or is it that the church is not vetting enough testimonies to be more careful when it comes to information that is being released in public? Anyway, natumai you've enjoyed the video. Leave your comments down below. Make sure you like, you subscribe, and share the video.